alama ya reli, yani natafuta namna ambayo nimeliona tatizo. Unaona mimi kwangu imeniambia huduma hii ipatikane kwa sasa. Tafadhali jibana. Mimi ni Vodacom. 133 reli. Unaona Si nyota 113 reli. Alafu nimefanya hivyo. Niko ofisi ya umma. Naona kabisa vitu vyangu. Unaona hapo, this service is not correct. Nadhani kwa mtandao wa Airtel na Vodacom labda kuna changamoto. Lakini haitakiwi kuwa hivi. So unaona ukifungua kwa mtandao wa Mixx by Yas kwa sasa hivi nadhani kuna changamoto tu kwenye system ya Vodacom na Airtel, lakini huku Yas ukibonyeza inakuja. Kwa hiyo namba 1 unachagua namba 1 PCCB. Nadhani kuna changamoto ya mtandao kidogo. Lakini pia unaweza kupiga. Unaweza kupiga ngapi? Hiyo 113 unapiga. Okay. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Sasa tatizo lakini tu wa kweli. Sisi tutanisamea. Tatizo linaanzia maeneo kama haya. Nimekuambia, nimekupa mfano wa kwenye basi. Watu kama tena walianza kabla hata LATRA, kabla hatujabadilisha kuleta LATRA, ni watu tulikuwa tuna neno wale Sumatra walikuwa unaona kabisa hizo jitihada unaziweka. Yani watu wanabeba na angalia usalama wenu. Dereva ukiona anapitiliza nini, toa taarifa. Lakini vile vile ukienda, of course kwa LATRA wala ni rahisi pia kwa sababu wana portal ofisini kwao ambayo inaonyesha mabasi yale. Mtu akiwa overspeed ifanye nini, ina monitor. Umeona? Sasa unatamani mfano wa ile ingehamia huku. Umeona? Alafu ikawa serious. Yani maana yake ni kwamba haitakiwi yani kwa kuna watu pia wanaangalia kama kwa sababu mifumo kuharibika sio tatizo. Maana yake vitu vinaharibika. Lakini kiharibika haraka sana ndio wanaifanyia kazi. Yani sisi shida yetu mtu akienda hospitali, akienda sijui mahakamani, akienda wapi, kwanza kelele ziwepo. Kwa sababu unajua kelele zikiwepo, hata mtu wa huduma anasema watu wanajua hawa. Ndio nguvu ya wananchi hiyo. Nasema jitihada ambazo sasa hivi tunataka kupambana nazo ni kuhakikisha kwamba hizo namba zetu, zile call center, zile namba zinawekwa katika maeneo yote ya huduma. Hizi namba ni za kwenu nyinyi kama taasisi yenu au za TAKUKURU? Za kwetu nitaweka pia wazi, ili in case ukipiga TAKUKURU hujawapata unatupigia na sisi. Nyinyi mkipigiwa mnafanya nini? Tunapokea kesi ya mteja. Tukishapokea kesi ya mteja, tutawasilisha TAKUKURU kwa ajili ya hatua inayofuata. Kwa sababu yeye ni NGO, sio? Ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali. Kwa wajibu wetu ni kuchukua ile kesi ambayo Bwana Masud Kipanya ametuwasilishia, na sisi tunaichukua, tunaiwasilisha TAKUKURU na tunaifuatilia kwa ukaribu sana kuhakikisha kwamba mtu wetu yule. Yeye hamjaanza bado? Tumeshaanza. Mmeshawatia nguvuni watu wangapi? Watu wangapi? Kesi ngapi mnazo ambazo mmezifikisha kwa TAKUKURU? Katika kesi 400 plus za mwaka jana za TAKUKURU ambazo zimefikishwa mahakamani na zikatolewa uamuzi. 60% ya zile kesi zilifanikiwa, ikiwepo na za kwetu mule ndani. Kwenye kesi nyingi tukafanikiwa katika hilo. TAKUKURU ilifanikiwa kwa zaidi ya 60 billion ya fedha za umma ambazo zilikuwa zinaenda kupotea na zikarejeshwa kwenye huduma za kijamii ambazo ni maji, umeme, shule, barabara na afya. Kwa hiyo kama kuna mwananchi atakutana na changamoto ya kuomba rushwa au kuona kitendo cha rushwa kikitokea, atupigie anti corruption moja kwa moja kupitia namba 0765 500 500. Kwenye sehemu kubwa ya hizi, hata hiyo ukipiga sasa hivi itapokelewa. Nilikuwa nataka kumuuliza Ezekiel, sehemu kubwa ya hizi kesi za rushwa ambazo zinakuja au mnaletewa, zinakuwa zina taswira gani kwa sehemu kubwa? Nataka kujua tu zimekaaje hivi. Nyingi ni cases, ni normal cases. Hizi rushwa ndogo ndio kesi ambazo mara nyingi tunakutana nazo. Ambazo ndio kero hizo. Ndio kero hizo za wananchi. Yani bukutana na nikosesha jambo langu. Kapigwa tukiwa na mwenyekiti wake wa serikali ya mtaa. Ni maajabu na ni kitu cha hovyo sana kwa kutokea. Kwa sababu wewe kiongozi, kwa mfano mwenyekiti wa serikali ya mtaa,
wewe unaishi na wananchi wako katika eneo lako kila siku. Na ndio wao waliokupa dhamana ya kukaa pale kwenye ile ofisi. Inawezekanaje mwananchi kuja kuomba huduma ofisini kwako ukamdai rushwa? Tena rushwa shilingi 2000. Lakini sambamba na hilo, unakuta mwenyekiti wa serikali ya mtaa ameenda kuuza viwanja vya watu. Ameenda kukuta kiwanja cha KP au cha Bwana Siza, amemuuzia Ezekiel. Wakati anajua kwamba haruhusiwi kujihusisha na mauzo ya aina yoyote ya viwanja katika eneo lake la kazi. Lakini kiongozi huyo kesho anatamani tena arudi kwa wale wananchi akaombe nafasi ile, lakini nao wananchi kutokana sasa sijui na uelewa wanampa tena nafasi yule mtu ya kuwaongoza. Ni maajabu. Na ndio maana tunafanya jukumu kubwa la kuelimisha Watanzania wawe na uelewa wa kutosha kuhusu ni namna gani wanaweza wakajitambua na kusimamia maslahi yao kama wananchi. Na kuamini kwamba wale viongozi waliowachagua wanapaswa kuwatumikia wao na sio wao kuwatumikia viongozi wao. We need that discipline. Okay. Ezekiel, kwenye kupambana na rushwa. Yes. Yani wakati mnapambana na rushwa, Dio, kuna naamini kabisa kwamba kuna vitu ambavyo mnakuwa mnaviobserve, mnaviona Dio, kama madhaifu ambayo pia yanatokana na udhaifu labda wa kimifumo, namna ambavyo vitu vinafanya kazi. Umetoa mfano mzuri sana, kwa mfano kwenye swala la ardhi. Ni eneo ambalo lina migogoro mikubwa sana, na kama tumeona viongozi wanatumia muda mwingi sana kutatua migogoro ya ardhi. Inawezekana ni muda ambao ungetumika productively kufanya mambo mengine. Lakini ukiangalia msingi wa migogoro mingi ya ardhi, rushwa ipo katikati. Unajua yani rushwa yupo pale katikati, ndio kiungo mchezeshaji. Umeona wakati ambapo mnatazama hizi issue za rushwa, kuna wakati ambapo zile taarifa zinatumika kuboresha mifumo namna ambavyo inafanya kazi. Kwa sababu inawezekana kudili na case by case, utadili na kesi tu miaka yote. Lakini kuona kwamba bwana inawezekana labda hawa jamaa labda hawa watu wa serikali ya mtaa kuna mamlaka haya yaondolewe kwao ama yarejeshwe kwao, ama kuna chombo fulani kipewe nguvu zaidi ya kuwasimamia na vitu kama hivyo, ili uweze kusaidia kuboresha mfumo. Ni kweli, na ndio maana kabla ya hapo au wajumbe wa mashina mnaita wa mashina walikuwa na kitu wanaita mihuri. Ndio. Mihuri ilikuwa na mihuri ya Gongewa inasoma chama cha Mapinduzi, ndio ile mihuri imetumika vibaya sana na wale mabwana, ambayo ni sawa na hata wenye vitu vya mitaa, si ndio? Kwa hiyo moja maeneo ambayo tuliweza kutoa maoni yetu ya boresho ni kunyang'anywa kwa wale mabwana zile mihuri. Lakini sambamba na hilo wale watu wa serikali ya mitaa wazuiwe katika mauzo ya ardhi, wasijihusishe kwa namna moja ama nyingine. Mimi nafikiri wao wasimamie tu eneo la kwamba yeye alikuwa sehemu ya ushahidi kwamba bwana KP alikuja kwenye eneo langu akauziwa kiwanja namba fulani au kiwanja iliyoko eneo fulani, basi mambo yaende vizuri. Mimi sijaridhika na mimi kama nani? Who are you? Wewe kama Mtanzania, mimi kusema kweli kama Mtanzania. Namba unayoitaja, kwa mfano unaponiambia watu kesi 400. Sijui umenipata, ukizitaja kesi 400, namba hii 400 unayotajwa ni mfano, nasema ni dhidi ya nini? Yani dhidi ya ukubwa wa kiwango gani wa tatizo ambalo tunalo. Yani hapa tunapozungumza hapa, kuna mtu kaminywa kwa sababu hajatoa hela fulani, kuna mtu kafanya uhuni kachukua hela ya watu fulani. Yani mimi nafikiri bado sisi sheria zipo, lakini bado kwenye kusimamia sheria bado hatuja kazi. Mimi sijashuhudia watu wakichukua mvua za kutosha. Mimi nakwambia hivi bana Ezekiel, unamtaka Mchina, watu wakichezea vifungo nchi hii, sawa? Yani watu wakanyooka hivi, mimi nakwambia tunakaa sawa. Mimi nakwambia tunakaa sawa. Bado kuna mizaha sana, bado tuna mizaha sana kwenye kufuata sheria, ambapo utawala wa sheria inachukua nafasi. Sehemu hiyo lazima iwe na ustawi. Kwa hatuna utawala wa sheria. Unanielewa? Kwa tuna tatizo la utawala wa sheria. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna upungufu wa utawala wa sheria. Lakini pia katika eneo hilo kwenye eneo gani?
Yani maana ukishasema hiyo rule of law, maana utawala wa sheria ukishautaja, yani wapi kuna tatizo, wapi kuna ulegevu kwenye utekelezaji. Utekelezaji kwa maana ya kwamba tatizo, maana muomba rushwa anafahamika, ndio, na mpaka nyumba zake zinafahamika, hizi zote zinanuka rushwa, lakini nani wa kuchukua hatua? Sasa brother KP, huwezi kusema tu kwamba mla rushwa anafahamika, afahamike na uchunguzi ufanyike kwamba kweli KP amejihusisha na rushwa. Tusimhukumu tu kwamba bwana Ezekiel ana 1 2 3 4 5 6, lakini tufanye uchunguzi wa kina. Sasa rushwa sinahusisha pande mbili, ndio, mtoaji na mpokeaji. Kuna mazingira mtoaji ndio mshawishi, ndio sawa, yeye anataka kukatisha kona, haki ije kwake. Kuna wakati anakuwa mtoaji anakuwa ni tatizo, na kuna wakati mpokeaji ndiye ambaye anashawishi mtoaji ili itoke, yani kwamba sikupi hiki kitu mpaka hiki kitu utoe, si ndio? Maana pale kwenye mtoaji ni pale ambapo bana, hii haki sio yangu, lakini nifanya hii haki iwe yangu. Umeona? Hawa watu wawili wapo, kwa maana sisi uwezo wa kupata jibu ni kutoka kwa mmoja wapo. Kuna mmoja anaweza akalazimishwa apokee rushwa, huyu sisi ndo mtu wetu tunamhitaji. Bwana wewe kakulazimisha huyo mtu na ushahidi upo. Sasa wewe ndio unatakiwa uliyelazimishwa kutoa rushwa, kwanza uwe na utayari wa kuripoti. Anaogopa huyo mtu kwa sababu gani? Anaweza akafanya huko mbele vitu vikaribika, akapoteza mpaka kazi yake. Naomba niwahakikishie Watanzania. Bwana Ezekiel, naomba niwahakikishie Watanzania. Mbona unachukua nafasi kubwa sana? Naongea Ezekiel ana mkwala, yani kuna mamlaka fulani anawahakikishia Watanzania. Sasa wewe realistic, reality, ndio twende kazi. Naomba niwahakikishie Watanzania, Mtanzania yeyote atakaye ripoti vitendo vya rushwa, aidha TAKUKURU moja kwa moja ama kwa anti corruption, usalama wake ni 100%. Mimi sijui, lakini naona kama hakuna mtu yeyote atakayeweza na hakuna mtu yeyote atakayebainika kwamba bwana Masudi ndiye ametutupa taarifa. Yani hapa katikati nimeona kwa mfano kama TAKUKURU na waona wanafanya wao wenyewe, yani unawasikia wamefanya hivi, lakini nafasi ya mwananchi ambaye ndio kitovu cha kujulikana kwa hivi vitu uisikii sana. Nafasi ya mwananchi ni mimi sasa. Ndio nasema hivi, yani wananchi usikii wakihusishwa, yani wakihamasishwa, yani kwa sababu nyinyi ndio mnaokwenda katika hayo maeneo. Uisikii sana hiyo. Unaiona TAKUKURU inafanya kama TAKUKURU, mnaona nyinyi anti corruption mnafanya kama, lakini rushwa ni kati ya mtu na mtu. Kuna vitu vinafanyika nyuma ya ukuta ambavyo sisi hatuwezi kujua. Sasa brother Masud, mimi Ezekiel leo nimekuwa hapa kwenye kipindi. Labda wakati mnanitafuta. Kama mmeniomba rushwa na mimi sijasema kwamba wale mabwana waliniomba rushwa wakati tunafanya ile kipindi, nani atajua? Hawezi kujua, lakini mimi nikiripoti kwamba unajua kulikuwa na mazingira 1 2 3 4 5 wakati mimi naenda, nafikiri dhana ya uadilifu hapo inaingia, kwa sababu kwa mfano wewe ambaye unashindwa kuripoti, yani wewe tumekuomba rushwa ili uingie kwenye kipindi, wewe huqualify, yani wewe ufiti kuingia kwenye kipindi, lakini kwa kuwa umetoa rushwa inabidi uingie kwenye kipindi. Alafu sasa na wewe kwa sababu kile kitu unakitaka, yani wewe badala ya kwenda kuboresha qualification zako ili ufiti kwenye kipindi, wewe unatoa njia ya mkato. Wewe chukulia mfano askari barabarani, umekamatwa na askari kwa kamkamata bwana Siza huyu hapa. Siza anatakiwa alipe 30,000 fine. Sawa? Na kweli Siza kosa analo. Kwa sababu katika hali ya kawaida Siza ataterezea humo kwenye 5,000 ambayo anatakiwa kuitoa kwa huyo askari. Sawa? Kwa sababu hiyo inamuokoa yeye na matatizo. Umeona? Sasa hapo panatakiwa uadilifu uingie, yani hapo mtu akubali kwamba bwana hii mimi naibeba. Mimi hili kosa nimelifanya. Nitatoa 30,000 kama fine. Nawajibika. Sio 5,000, ninawajibika. Na kesho ili ni stretch na 30,000 ambayo leo imeniuma, naweka sawa jambo langu. Kama ni leseni na kuwa nahakikisha nimeipata ama nimeihuisha, kama ni gari tairi zake kipara naenda kurekebisha au na paki ndani. Wenzetu wanafanya hivyo. Sasa ndo aina ya Watanzania tunaowataka. Tunataka Watanzania ambaye wana ujasiri watapatikana nao kuripoti vitendo vya rushwa vinavyotokea katika maeneo yao. Wawe waadilifu kweli.
Wale watu waungwana kweli ambaye wanaweza wakasema hapana hata kama rushwa inakujaribu. Mtu ana